Yes, ni story time Ninaendelesha maudhui ya part 1. So, Prinzi aliniekelea kofi. Baada ya kuchanganyikiwa nimekula hiyo githeri vijiko viwili, akaniacha nikatafuna, kisha baada ya kumeza, kameza kwa kishindo, kameza vizuri kabisa. Prinzi akaniambia, simama juu." Hapo sasa ndio akili na mawazo yakarudi nomo. Wewe, jasho kaanza kunitoka bwana. Huko nyuma kwa mgongo ikakuwa sasa ni mafuriko. Jasho teremka bwana. Pale unafikiri ninanyeshewa. Nifuate, so nikafuata na Prinzi. Kafuata Prinzi. Klasi imebaki na kicheko bwana. Ile kofi liliwekelewa alafu to make the matter worse tena nikakula vijiko viwili baada ya kuamshwa kwa usingizi. So it was actually very funny, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimepatikana kwa taabu kabisa, kwa sababu nikifikishwa staff room, Prince anaambia walimu ayafanyie mtu kazi, analala class na anaweka chakula kwa loka juu ya vitabu. Nikaenda na Prince. So nilikuwa najaribu kutafuta mbinu ya vile nitajitetea nikifikishwa staff room. So nilipofikisha staff room, Prince akanisimamisha pale kwanza. Akaeleza walimu, huyu mtu nimempata class, amelala hivi, ameweka vitabu juu ya loka vizuri, na baadaye akaweka tena githeri juu yake na kijiko. So kabla Prince amalizie statement, kila mwalimu mwenye alikuwa staff room alijikakamua apate fimbo. Na bahati mzuri mimi pia nilikuwa ninajua kuvumilia kiboko nikiwa shuleni, na hata walimu walikuwa wananitambua. So si walimu wakakuja, haya anda chini, wakati wengine wanasoma wewe unakazana kulala, si ndio? Wa kwanza akakuja, 5 bora. Nikakaza mwili, nikakodoa macho na nikailala chini flat. Huyo jamaa alinitembelea, unasikia anakupiga mpaka anaruka juu alikuwa mfupi, mbilikimo bwana. Jamaa alinitembelea 5 bora, wa pili akakuja 5 bora. Nikapiga hesabu, hapa nikivumilia hao jamaa watanikanyaga mpaka jioni. So nikapiga hesabu, ile kitu nitafanya, nikafake ni kama nimehisi uchungu, nikapiga nduru na nikazunguka ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikapita na loka mpaka nje na nikakimbia class kama nimeshikilia huko nyuma. So unajua walimu, wakati amekupiga umehisi uchungu, unatoroka mbio ukipiga, na kama unapiga nduru hivi, mimi nitoka furaha, lakini mimi ilikuwa ni mbinu ya kutoroka pale. So wakati nilitoka nje ni kama nimeshikilia na nikangata mbio kabisa, nikatoka mbio kabisa mpaka class. Unajua Prince yako kunifuata tena. Sababu walibaki wakicheka huko staff room juu, waliona wamefanya kitu ya maana sana. Nilipofika class bana, kitu ya kwanza nilikuwa nataka nipate ule jamaa aliniwekea hiyo githeri. So kabla nipate huyo jamaa, nikapata wakati niliingia tu kwa class, kicheko sasa. Class mzima ilicheka. Class mzima ikacheka bwana. Watu wakacheka class, wakacheka class. Mimi saa hizo nimehisi viboko zimeniingia bwana, amenipiga kwenye mapaja, matako bwana huku. So nilikuwa nimehisi uchungu sana. Nikaenda nikaketi chini, alafu kumbe hicho kicheko chao kilisikika tena staff room. Wakatuma prefect fulani wa class ya form 4, akaambiwa nenda ukaite form 3 north wote waende nje hapo parade ground. Basi walipokuja kauliza kicheko ilikuwa ni ya nini. Mimi nikasimama juu nikasema mimi nilipokuwa ninaingia class baada ya kuadhibiwa kwa staff room, wenzangu ndio walikuwa wananicheka kwa sababu ilikuwa ni funny. Niliwekewa githeri juu ya locker, haikuwa ni mimi, mwenzangu ndiye aliniwekea. Bas mambo yakaanzia hapo. Akasema kwanza wewe mwenye umetoka staff room simama pale, au wengine kichwa chini. Na hiyo shule ilikuwa kama ni kutandaza viboko, unapigwa mpaka unakubali, unatii. Wakapitiwa raundi ya kwanza, walimu walikuwa kama 20. Ya pili
Ya tatu, si kila mtu akaanza nduru. Yey, yey, same. Prefect sasa ndio huwa wanaumia sana class. Ni prefect mwenye ako kwa hiyo class mbele, hao ndio wanatembelewa zaidi. Mpaka anatamani kuacha hiyo kazi ya prefect. So walitembelewa haya. Nani ndiye aliwekea huyu? Sasa sikafika sasa mahali ya kuidentify mwenye aliniwekea hiyo gideri juu ya loka, kwa sababu mimi nikiwa staff room nilijieleza kidogo. Baadaye after nilikuwa ninapigwa nikiambiwa hebu sema ilikuwaje mpaka ukaweka chakula juu ya loka. So mimi nilisema nilikuwa nimelala. I admitted kwamba nilikuwa asleep. Lakini si kujua mwenye aliniwekea hiyo chakula juu ya loka. Sasa after class imetandikwa kama round 5 hivi, wakatambua ule jamaa aliniwekea. Unajua mimi wakati by that time nilikuwa somehow sikuwa ninaongea sana, so nilikubaliana na hali na nikaenda nikaketi chini, hao jamaa wakicheka tu. Ule jamaa aliniwekea gideri juu ya loka, akapatikana bwana, alipatikana. Hey, huyo jamaa alitembelewa. Kama hiyo ndio kichapo, huyo jamaa alitembelewa. So high school, wewe ulipitia nini ambayo huwezi ukasahau? Mimi hiyo ndio nilipitia ambayo siwezi nikasahau mpaka leo hii. Umelala hivi, umewekewa chakula, prinzi amekupata, umepelekwa staff room, class mzima imekuja imepigwa. So mambo huwa na hiyo. Hiyo ndio ilikuwa ni part 2 ya the other story vile ilikuwa ni, so inaishia pale. Kila mtu aliadhibiwa kwa class. Hao walinicheka mimi kwamba nifanywe kitu fani, but it ended up kila mtu alitembelewa kabisa. Hata afadhali mimi nilipitiwa raundi kadhaa, na kwa hiyo harakati nikajitetea kivyangu. So mimi sikuguzwa tena. So wale walikuwa wanacheka class yao, ilikuwa ni hatari. Fimbo inainuliwa juu namna hii, kama ni mwalimu ni yule mfupi, anakuchapa mpaka anaruka juu. Utakiona. Mambo yalikuwa namna hiyo. Mambo ya shule, wewe unakumbuka nini? Unakumbushwa na jambo gani ambayo ilikupata ukiwa bado unasoma? Tukumbushane. Asante sana.